Kitendo kile cha kushtuka kilifanya watu wote walikuwepo pale katika kile chumba kushtuka sana na kubaki kutazama kila kinachoendelea. Na kutokana na kelele zile kuzuka na minong'ono ya hapa na pale kutoka kwa watu waliokuwa wakiangalia wagonjwa wao, kwa maana kelele zile ziliwashtua hata wagonjwa waliokuwa wamelala. Kutokana na hali hii, Yahya alijikuta anashindwa kuvumilia. Kwa sauti ya juu huku sura yake ikijikunja, Yahya alimuuliza dada yake, he, dada yangu, vipi tena? Na ni nini kinaendelea? Mbona mnajisahau kama mpo hospitalini na kuna watu wanaumwa wamelala? Baada ya kuongea vile, hakuna aliyejibu, na badala yake marafiki wa hao wote wawili waendelea na mazungumzo yao, maana ni muda mrefu tangu wameachana. Rafiki yangu, ni wewe kweli? Za siku, aliongea Sasha huku akiwa na maneno mengi sana ya kuongea. Ni mimi, za siku ni nzuri, namshukuru Mungu, na vile labda wewe za kupotea, aliongea yule dada yake Yahya. Kitendo kile kilimfanya Yahya abaki akitazama tu, asijui nini cha kufanya, na mwisho wa siku aliungana nao katika maongezi yao. Vipi, mnafahamiana? aliuliza Yahya. Ndiyo, tunafahamiana sana, mimi na Sasha tumesoma pamoja. Sasha huyu ni mdogo wangu, anaitwa Yahya. Yahya huyu rafiki yangu sana, anaitwa Sasha, aliongea dada yake Yahya na kutumia fursa ile kuwatambulisha. Ghafla Sasha alianza kutoka machozi na kujikuta akishindwa kuongea chochote muda ule, na upande wa pili Yahya alijikuta akipigwa na butwaa. Kitu kile kilimshangaza sana dada yake Yahya, akajikuta akibaki kutazama. Wakati yote yakiendelea, alitokea daktari. Mama Juliet, samahani, mwanao ameshtuka, aliongea daktari. Mama Juliet alishtuka sana na baadaye alikimbia kwenda kumwona mwanaye Juliet. Yahya mdogo wangu, kulikoni? Mbona kama umebadilika ghafla baada ya mimi kukutambulisha? Ni nini kinaendelea? aliuliza dada yake Yahya. Hamna tatizo dada yangu, ila nafikiri si sote hatukutegemea hiki tulichokiona na kukisikia hapa, aliongea dada yake Yahya. Hatukutegemea nini? Kwani hajakwambia kama yeye kaolewa? aliongea dada yake Yahya huku mawazo yakimpeleka tofauti. Sio hivyo dada, mimi nimekuja muda mrefu sana, nikakuta madaktari na huyu dada wakihangaika namna ya kumpata mtu wa kumwongezea mwanaye damu. Alikuwa na hali mbaya sana, wakaniomba nikakubali, na baadaye kwenda kupima ikaonekana inafaa sana, ndio nikawa nimetolewa damu yangu. Sasa hatukuamini kama tutakuta uhusiano huu. Nafikiri hili ndio kubwa lilokushtua, aliongea Yahya. Baada ya maneno ya Yahya yalimfanya yule dada akapatwa na mshtuko, kwani naye hakutegemea. Mdogo wangu, nashukuru sana kwa tabia uliyoonyesha. Hata mimi binafsi nimeshtuka kidogo kutokana na msaada uliotoa, lakini kitu kingine cha kizingatia, kama mtu anataka msaada, unao uwezo wa kumsaidia, unatakiwa kutoa bila kujali unamfahamu au la, kwa sababu wewe hujui kesho yako. Pia nikushukuru kwa kukuokoa maisha ya mtoto wa rafiki yangu, aliongea dada yake Sasha. Sawa dada, usijali kuhusu hilo, alijibu Yahya. Baada ya Sasha mamake Juliet kufika pale ndani alipokuwa mwanaye, alifurahi sana kumwona mwanaye kashtuka. Mwanangu, umepona sasa? Mungu akutangulie kweli, Mungu bado ana makusudi na wewe mwanangu, aliongea Sasha. Kesho yake daktari aliwaruhusu waondoke. Kabla hawajaondoka, ilibidi aende kumwona rafiki yake ili amwage, ila kwa bahati nzuri, wakati akielekea katika chumba walichokuwepo, walikutana koridoni na wakiwa wameruhusiwa kuondoka. Hivyo waliongozana pamoja huku wakiwa wanapeana hadithi za hapa na pale, huku Sasha akimshukuru sana Yahya kwa msaada wake, sababu bila yeye pengine Juliet asingepona. Na muda mfupi baadaye
wakaachana, kila hao wakaelekea kwao. Baada ya kuachana, Sasha alifika nyumbani, na baada ya muda kama wa siku 2 mume wake Sasha alifika na alimshukuru Mungu kwa afya mwanaye na mkewe pia kwa jitihada zake. Baadaye siku ziliendelea na maisha yalizidi kusonga mbele. Baada ya miaka 2, Juliet akiwa na miaka kadhaa, siku moja alikuwa akicheza na wenzie, ghafla alianguka na kupoteza fahamu, na muda huo huo povu lilianza kumtoka mdomoni. Usikose kufuatilia mwendelezo wa hadithi yetu tamu na nzuri.